Kama umefunga, umeshajiuliza umefunga nini? Kwa sababu baadhi yetu tumeacha kula mkate, lakini hatujaacha umbea. Tumeacha kula nyama, lakini hatujaacha chuki. Tumeacha kunywa soda, lakini hatujaacha wafanyia watu kejeli. Niambie, kufunga kwako kuna kufanya uwe mtakatifu au unashinda na njaa tu? Biblia inasema katika Isaya sura ya 58 mstari wa 6, je, saumu ninayoichagua siyo ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira. Kwa lugha rahisi, Mungu anasema, sifurahishwi na njaa yako kama moyo wako bado umejaa kiburi. Kwaresma sio kuhusu lishe, yaani mtu afanye dieting. Kwaresma inahusu mwelekeo wa maisha. Kwaresma si kuhusu unachokiondoa kwenye sahani, bali unachokiondoa rohoni. Kwa hiyo tujiulize, funga yetu ya Kwaresma inafanya kazi kweli? Kufunga sio kumlazimisha Mungu afanye unachotaka wewe kwa sababu ya njaa yako. Mungu hayuko mbinguni akisema, ameacha kula leo, sasa nimbariki. Hapana. Kufunga sio kumbadilisha Mungu. Kufunga ni kukubadilisha wewe mwenyewe. Unapofunga unasema, ewe mwili wangu, wewe sio bosi wangu. Ewe hamu ya kula, wewe sio Mungu wangu. Ewe starehe, wewe sio ufalme wangu. Kufunga unasafisha nafasi ndani yako ili Mungu akubariki. Fikiria hili, tumbo likiwa limejaa kila wakati, roho inasinzia. Simu ikiwa imewashwa kila wakati, maombi yaendelee. Ratiba ikiwa imejaa, Mungu anawekwa pembeni. Kwa hiyo kufunga ni kusafisha roho yako, ni kutupa taka za zamani ili Mungu akae ndani yako. Mwingine anasema, nimeacha kutumia sukari Kwaresma, lakini nina hasira na watu. Hongera, umeondoa sukari kwenye chai yako, lakini umeongeza sumu mwilini mwako. Yesu alifunga siku 40 jangwani. Alikuwa na njaa, alikuwa amechoka, kisha shetani akaja. Tazama, shetani hakuja siku ya kwanza, alikuja Yesu alipokuwa dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu kufunga kunaonesha kinachokutawala. Shetani alisema, kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe yawe mkate. Kwa lugha rahisi, shetani alimwambia Yesu, tumia nguvu zako utosheleza tamaa zako. Yesu akasema, mtu hataishi kwa mkate peke yake. Maana yake Yesu alimwambia shetani, mimi ni zaidi ya njaa yangu, mimi ni zaidi ya hisia zangu, mimi ni zaidi ya tamaa zangu. Kwa hiyo kufunga ni mazoezi ya roho kusema hapana kwa mwili, ndiyo kwa Mungu. Sasa unapofunga unaomba zaidi au unalalamika zaidi? Unapofunga unasamehe zaidi au unahukumu zaidi? Unapofunga unakuwa mpole zaidi au mkali zaidi? Unapofunga unakuwa karibu na Mungu zaidi au jokofu la chakula? Kwa sababu kama kufunga kwako kuna kufanya uwe mwenye hasira, mwenye kiburi, mkali, unajiona bora kuliko wengine, labda utakuwa unafanya tu dieting, lakini kwa Mungu unashinda na njaa bure. Kulikuwa na baba mmoja kanisani aliyekuwa akifunga kila wakati wa Kwaresma. Baba mkali, baba anifuata kanuni zake, na alipenda kusema sana kuhusu kufunga kwake. Mara kwa mara anasema, sijala tangu asubuhi, sijagusa nyama kwa wiki kadhaa. Lakini alikuwa mkali kwa mke wake, mkali kwa watoto wake,
anawatukana kila siku matusi mazito na mwenye kiburi. Siku moja mchungaji wake akamwambia, ndugu yangu, umeacha kula chakula lakini bado unalisha kiburi chako. Maneno yale yakamchoma. Kwaresma iliyofuata alifanya kitu tofauti. Alifunga matusi, alifunga kupiga kelele, alifunga kiburi. Watu wakaona tofauti, si njaa yake bali upole wake. Hapo ndipo kufunga kulipoanza kufanya kazi. Kufunga sio kuhusu chakula tu. Kufunga ni kuhusu mawazo. Kufunga ni kuhusu moyo. Kufunga ni kuhusu tabia. Sio kuondoa chakula mezani tu, bali kuondoa dhambi kwenye maisha yako. Sio kuacha chakula tu, bali kuacha uongo. Sio tumbo tupu tu, bali moyo safi. Kufunga kuna kufanya kazi, kuna kufanya uombe zaidi, unyenyekee zaidi, uwe na subira zaidi, uwe na upendo zaidi, utubu zaidi, uwe na njaa ya kumjua Mungu zaidi. Hiyo ndio funga. Ukifunga inavyotakiwa, tabia yako inabadilika, lugha yako inabadilika. Hakuna matusi tena wala maneno ya kihuni. Mahusiano yako yanabadilika. Unakuwa na upendo na unasamehe haraka. Hata vipaumbele vyako vinabadilika. Kila wakati utamtanguliza Mungu. Hata watu watasema umebadilika, unaongea tofauti, una upendo wa tofauti. Sio unaonekana unateseka eti kwa sababu umefunga. Kanisa, Kwaresma sio desturi tu, ni kuanza upya. Sio adhabu, ni siku za dhahabu katika maisha yetu. Sio mila, ni mabadiliko ya maisha. Mungu hatafuti mili yenye njaa. Mungu anatafuta mioyo inayonyenyekea. Na habari njema ni kwamba hujachelewa. Kama kufunga kwako kumelegea, anza tena. Kama maombi yako yanapwaya, anza tena. Kama moyo wako umekuwa baridi, anza tena. Kwa sababu Mungu anapenda mwanzo mpya. Kwa hiyo leo usijiulize tu nimeacha kula nini, jiulize pia nabadilika kuwa nani. Usiondoe tu chakula mezani, ondoa chuki moyoni, ondoa umbea mdomoni, ondoa kiburi rohoni. Funga hasira, funga tamaa, funga uongo, funga chuki, funga uvivu, kisha fungua maombi, fungua neno la Mungu, fungua huruma, fungua wema, fungua msamaha. Acha kufunga kwako kuhubiri kabla kujanena. Acha maisha yako yawe mahubiri. Acha upendo wako uwe kushahidi, kwa sababu funga sahihi haibadilishi chakula chako tu, inabadilisha pia hatima yako. Na Kwaresma itakapokwisha na Pasaka ikija, tusiinuke tuna matumbo yaliyoshiba chakula cha sherehe, bali tuinuke na mioyo mipya. Amen.